Kama ningelazimika kwenda vitani, ningemchukua Vidal. Maneno haya ya Georgian Buffon mwaka 2015 hayakuwa sifa za kawaida za uwanjani, hayakuwa porojo za heshima. Yalikuwa hukumu ya mwisho juu ya tabia ya mchezaji anayepigana bila kuangalia saa wala jina la mpinzani. Buffon hakuzungumzia ustadi wa miguu pekee, alizungumzia roho. Alizungumzia mchezaji ambaye kila mpira kwake ni pambano, kila dakika ni jaribio la ujasiri, na kila jezi anayovaa ni kiapo cha damu. Mwaka mmoja baadaye, Carlo Ancelotti, kocha aliyeona mabingwa kila aina, alithibitisha kwa uzito zaidi: kama anaenda vitani, Arturo Vidal ndiye wa kwanza nitakayemchukua. Kwa Ancelotti, Vidal si mchezaji wa mapambano, ni chuma cha vita, ni askari wa mstari wa mbele, ni mtu anayevunja mizani ya mchezo kwa nguvu, akili na tamaa ya ushindi. Mwaka 2017, Antonio Conte, jenerali wa nidhamu na presha, aliweka muhuri wa mwisho: kama naenda vitani, ningependa awe upande wangu. Hapo maneno yakawa ukweli usiopingika, kwa sababu Conte hachagui watu kwa majina makubwa, anachagua piganaji. Haya si maneno kusifiana mezani. Hizi ni kauli za watu waliomwona Vidal akijitupa kwenye vita, akikaba bila huruma, akishambulia kwa hasira ya ushindi, akikatiza mipango ya pinzani kwa nguvu ya mapenzi ya jezi, akipigania nembo ya klabu kana kwamba ni heshima ya mwisho maishani. Arturo Vidal si mchezaji wa kupendezesha macho. Yeye alikuwa injini isiyozimika, askari wa mapambano na kiongozi anayepigana kwanza kabla ya kuzungumza. Ndio maana katika timu za ushindi jina lake halitajwi kama chaguo, hutajwa kama hitaji, kwa sababu kila timu inayotaka kutoa mataji, kila kocha anaipenda ushindi, na kila vita soka huhitaji mtu kama King Arturo Vidal upande wake. Mimi ni Agadias Ikoha.